Aurenga verse mozi tutaanza Methali 22 Masalimo 22 mstari wa 24 hadi 27. Miyambo 22 Methali 22 24 hadi 27. Unasoma verse moja, unasimama kwanza. Miyambo 22 verse yake 22 na verse yake 24 inasema. Ndio. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi. Ndio. Wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Ndio. 25. Soma na wewe kitendo. Verse ya 24. Usayanjane ndi muntu wokuya kusanga ngakale kupita ndi mwamuna wa ugali. Amena. Tunaendelea. Neno la Mungu linasema hivi, mambo makuti usizoeane, usazoeane wala usiwe karibu kabla usayandikie mtu mwenye hasira nyingi, mtu wa kuyochuka au usiwe karibu tena kabla kuyandikiana naye, au usitembee kabla kuenda naye na mtu mwenye mtu ukasirika kwa haraka. Amena mapia majangu Kwamba usiwazoee wale watu angamena usawazoee ayi shuka siga musimu mwele shuka 25 inasema. ndio Usije ukajifunza njia zake. usije ukajifunza njia zake Na kujipatia nafsi yako mtego. 26. Asma. Kwamba usije ukajifunza njia zake, usakudunga pumzile njia zake, kwa sababu mtu kama anasirika kwa haraka, sababu mngalama pia majangu wewe hautapata kuwa mtegemea. ndio ni sukamu tsinga sipigana Itabidi na uanze kusirika. ndio utisi tena wewe ya kupia. Ndio maana neno la Mungu linatuambia kwamba usiwe karibu na mtu mwenye maamuzi ya haraka, osamwandikia mvoka wala usikaribie mtu mwenye kukasirika. gabene mtu amene amakanitswa Yaani kila wakati ninakasirika, namiyaza yose yemikwiya hata kuzoelesha tabia mbaya. yekuti atatushikana cholipa Tunaanza kukichapa Sawa 16 kuchewa kwenye zitu ndeni kisha kwa Kiswahili naye 16 hadi 27. 27. 26 kufika na 27. Okay. 26 alele. Usakane wokulilana mpelele. Ngakane kubelegela chikole cha kongole zache. Ngatikulime yokwezela kodi achoselenji kama wako pansi pako. Amen. Amen. Sura 16 hadi 17. 26 inasema hivi. Ndio. Usiwe mmoja wao wawekawe rehani. Ndio. Au walio wazamini kwa deni za watu. Ndio. 27. Ndio. Kama una kitu cha kulipa, kwani ukaondolewe kitanda chako chini yako. Amen. Jina la Bwana kabisa. amen. Ukisoma Biblia ya Kifaransa, Baba mkweli na Bible ya Kifaransa ndio yenyewe inatueleza vizuri. imene ima fogotsa mwenerera Inasema kwamba imati hiyo usiwe mtu wa kuchukua deni za watu, usakane mbote na ngongole za watu au wa kuzoea kuchukua madeni. kabena wote wa kuteka ngongole. Mstari wa 27 linasema hivi, 27 kabuti kwamba watakuja kuchukua kitanda chako. popeta atakutengani pa Tuulize ya kwa watu. Kumbe tunapoona mtu anakuja kuchukua kitanda ya mtu kwa ajili ya deni, ndiye mnakwenda kutatenga bebi yako chifwa cha ngongole. kumbe anakuwa hajafanya makosa. Hatafanya makosa Wataka agura za kudu wanapita sasa chesa wanapita kwa sababu Biblia inaruhusu Bible kulora kama unachukua deni ya watu ngajua tena ngongole ya mtu na hautailipa kwa haraka. Yesu talikweta macha Neno la
nde katika ngongole ya dunia watakuja kuchukua nini? nde atatenga chiani Biblia Bible inasema watakuja kuchukua kitanda chako. Bible kuti atatenga bedi yako kwa na Hauna kitanda, watakuja kuchukua. nde wewe kuipe bedi atatenga chiani. Ndio maana yule mtu katika Agano la Kale Ufatake mtimangazana una kuti aliamua kwamba aende muzikisha mtu na watoto wake. nda bila kulitse mbijana yake. Ina maana alikuwa hana kitanda. Chifukwa kuti analibe bedi. Neno la Mungu la siku ya leo linatuambia kwamba Mamu musikulale ya kuti ikiwa utachukua deni ya watu, ngajuza kina mogole yake nenda ulipe hiyo deni. hii takakweze changu Kwa sababu kama hautalipa deni, chimona nisubeza machango watakuja kuchukua kitanda chako. atapela nazatenga bedi yanu. Mwalimu, nasikia Kamubeta uangalie wenye wako na madeni ya kanisa, tutakwenda kuchukua vitanda vyao. antu amene niwongoleza mpingo akatengeredwa mabedi yawo Kwa sababu Biblia inaturuhusu hivi. kwa Bible nikulona zimenisi Twende tuchukue vitanda vyao. Watu walio na madeni hawapendi kulipa. apita atigusa matenga mabedi yawo poko na bantu opeza sikufuna kubweza Deni si nzuri. osabzerewele mugole Ikiwa unachukua deni kwa mtu, ngadiwatenga mugole kwa muntu hakikisha kwamba unamlipa kwa muda. yese sana uti ngakakweza mukabuli wendelera Kwa sababu Biblia inasema kwamba basiwe muti wa asaisolowele tumti wote watachukua deni wote ngatenga mugole kwa sababu watakuja kuchukua kitanda chako. pesa azatenga bedi yako Kuna mwingine hawatachukua kitanda, wina lakini watachukua reputation yako. koma Watu wako, azatenga nokaoranu ile heshima yako wataichukua. ulemu wanuja uzatengedwa. Hiyo nayo inaweza maanisha kitanda ambacho wanachukua. Ndekuti ise tukuza kulangiza ngati bedi yako Kumbe tusio watu wa kuchukua madeni ya watu akutenga tenga mugole sainya tuwe watu wa kuwafundisha watu neno la Mungu. tikarangwa kutuzitsama ya Mungu Tuambie deni ni dhambi, yauza kama ngole pashimo kwa sababu neno la Mungu linasema hivyo. kama Mungu akunena kuti Maneno haya yatubariki sisi sote. mauya wa Kristo sisi. Amen. Amen.